Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayuha almushahiduna walmutabiuna fi barnamijina. Tupo tena katika mwendelezo wetu wa kujifunza zile herufi za lugha ya Kiarabu. Kama ulikosa somo la kwanza, naomba rudi kule ukajifunze zile herufi sita tulivyozifafanua kwa undani. Leo tunaendelea na herufi gani? Katika herufi ambazo tunakwenda nazo siku ya leo ni herufi ya kha. Khaun. Kha ni herufi ambayo kwa lugha ya Kiswahili tunaweza tuka ichukua k pamoja na h, k pamoja na h, hii inakuwa kha. Lakini kwa Waarabu, badala ya ile herufi ya kwanza tuliyotamka kwenye somo lililopita ha, tukasema inatoka huko kwenye ko, lakini hii inakuja kwa juu yake kidogo, kama unakuja mdomoni kha, inapata juu kidogo kha. Naam, kwa hiyo herufi hii tutaitamka vile vile. Tukisema irabu, manake tunamaanisha kwa hapa herufi tatu kwenye Kiswahili. Kuna a, kuna i, kuna u, ambazo a ni sawa na hichi kichoro unachokiona hapo. I, kichoro hichi kikae chini ya herufi, na u ni kichoro hichi chenye mduara na kikia, inaitwa dhamma, hukaa juu ya herufi. Hapo ndio tutapata a, e, i. Kwa hiyo katika hizi tutazitumia kwenye herufi kama ni sehemu ya irabu, kama ni sehemu ya irabu. Okay, tuitie irabu yetu hii: kha, khi, khu, kha, khi, khu. Naam, twende kwenye herufi nyingine ya pili kwa siku ya leo. Tutachukua herufi ya dal. Kwa hiyo dali ni herufi nayo vile vile ambayo inaendana na herufi ya d kwenye lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo hii tutaitia da, di, du, sawa. Lakini kwenye Kiarabu tunasema da, di, du. Vile vile kwenye Kiswahili inalingana, lakini kwenye matumizi ni tofauti. Huwezi kusema kwamba matumizi ya kwenye yanavyotumika kwenye Kiswahili lugha ukaja ukaitumia kwenye lugha ya Kiarabu, ni tofauti kabisa kwenye maneno yanapounganika. Naam, turudi tena kwenye herufi nyingine, dhalun. Ile ilikuwa ni dalun, hii ni dhalun. Kwa hiyo inavyotamkwa ni dha, dhi, dhu. Pale tulisema katika somo lililopita kuna herufi ya tha. Tha ni herufi, lakini herufi hii ulimi kama unajaribu kutoa nje unaubana kwa ulimi, lakini hii herufi ya dhal ulimi unaugonganisha na, yani ncha ya ulimi unaigonganisha na meno kwa ndani, pasi na ulimi kuutoa nje. Ndio utofauti wake kwenye kutamka. Usije ukasema thalun, hapo umekosea, bali dha herufi yake, sauti yake inakuwa nzito kidogo kuliko ya tha. Naam, kwa hiyo tunatofautisha dhalun. Kwa hiyo hebu turudi dha, dhi, dhu. Okay, asante. Herufi nyingine ambazo tutaongezea kwa muda huu ni herufi ya ra. Hii ni raun. Hii ni sawa na ara, sawa, ara ile ambayo tunaitumia, lakini kwenye utamkaji hutofautiana kidogo na tunavyoitamka kwenye Kiswahili. Kwa hiyo inakuwa kama ina uzito fulani. Raun. Okay, tuiangalie ra, ri, ru. Kwa hiyo ikija ri unaikuta iko nyepesi, lakini ikija ra, ru ina uzito fulani wa kuipa kwenye mdomo. Twende herufi nyingine ni zayun. Wengine huita zaun, utakavyoita, almuhimu kwamba ni herufi inaanza na za, za. Hii ni kama zedi, lakini matumizi kwenye Kiarabu ni tofauti. Zayun. Okay, za, zi, zu. Tumalizie na herufi nyingine mbili za kuongezea kwa hapa. Tuchukue herufi ya sinun. Kama s kwa Kiswahili, sinun, lakini kwenye utamkaji ni sa, si, su.
Okay, tumalizie na herufi mwenzake ambayo hii inakuwa na vitojo vitatu juu. Ni muundo ule ule, lakini hii imebadilika kwa nukta. Hii inakuwa ni sha au shinun. Shinun ambayo itatamkwa sha, shi, shu. Naam, hapo tutakuwa tumesoma herufi kwenye somo letu la pili, tukiangalia kuzitamka herufi za lugha ya Kiarabu. Usisahau kusubscribe, kulike, comment pamoja na kushare kwa wengine, ili uweze kufikiwa na somo hili kwa utamu zaidi, kuweza kujiendeleza nayo kupata chochote kitu. Asante, maasalama.